baada ya Qur'an tutapata kalima kutoka kwa Profesa Athman Mujahid. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ndugu zangu, ningeomba muniruhusu nianze mazungumzo yangu kwa kumwomba Allah subhanahu wa ta'ala atujalie sote, mimi na nyinyi pamoja, tuwe watu ambao tutakuwa na fikra zenye ubunifu baada ya shughuli hii. Inshallah Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala atujalie tuwe na nyoyo zilizotulia, ili siku ya leo itukumbushe kila mmoja wetu siku kama hii katika maisha yetu. Na kabla sijaendelea mbele, ningependa kuuliza swali ambalo halitakijibu. Je, unapopeleka fikra zako nyuma, ulipokuwa mahali Sheikh Zaid alipo leo, ulikuwa katika hali gani? Na je, Allah subhanahu wa ta'ala angekuruzuku tena uwezo wa kurudi nyuma mahali alipo Sheikh Zaid leo, chaguo lako lingekuwa lile lile ama ungelibadilisha? Kwa sababu kila bwana harusi ni lazima apiganie si tatu. Si ya kwanza, wake tunaowaoa kabla ya kuwa chaguo letu huwa ni chaguo la Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo kile ulichochaguliwa na Allah subhanahu wa ta'ala yatakikana ukithamini, ukiupa uzito na ukipende. Baada ya kwamba hili ni chaguo la Allah subhanahu wa ta'ala, kabla halijakuwa chaguo lako, unakwenda katika si ya pili, kwamba unachukua kila chance unayoipata kumdhihirishia yule aliyekuchagulia kwamba una furaha na chaguo hili. Alafu si ya tatu sasa, uwe na courage ya kupigana na kila taklifu itakayotokea katika kuiprotect hii choice yako. Ndugu zangu, MC amesema harusi, ndoa, nikah ndio sunna yetu, na Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam asema hii ndiyo nusu ya dini yetu. Lakini ni kipi basi kinachokamilisha ile nusu nyingine? Ikiwa nikaha ni nusu ya dini yetu, ile nusu nyingine inakamilishwa na kitu gani? Inakamilishwa na vile utakavyolinda hii nusu ya kwanza, kwamba the second half has to be protected with prayers, has to be protected with istighfar, has to be protected with dua, has to be protected with constant communication. Lazima tuwe na juhudi ya kwamba kipindi cha leo hakitazidi robo saa, lakini ile miaka 50 mtakayoishi pamoja, ile miaka 20 mtakayoishi pamoja, ile miaka 30 mtakayoishi pamoja, je, mtaishi katika aina gani? Maisha ya aina gani? Ndugu zangu, ndoa ni maisha na maisha ni ndoa. When you mess with your marriage, you have messed with your life. I wanna believe kwamba sisi sote tuna imani na tunathibitisho kwamba hamna mahali panapompa mwanamume utulivu uliokamilika zaidi ya kifua cha mkewe. Na ikiwa kifua cha mke wako hakikupi tena utulivu, you have a serious problem. Lazima uzingatie ni kipi kinakwenda sawa na kipi hakiendi sawa. Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, ningependa kumuelimisha mwanafunzi wangu na kujielimisha mimi na kuwaelimisha nyote zile ingredients za happy marriage. Ni viungo gani vinavyotakikana ili ndoa iwe ni ndoa yenye furaha?
Neno ndoa katika vitabu za sosiolojia inasema ndoa ni nia, ni intention plus action takes you to a beautiful destination. It is not what happens around you and with you na wife wako ambao determines the outcome of that marriage. What determines, kile kinachoamua utamu, hilwa ya ile ndoa, is how you respond to every conflict that happens in that marriage with your wife. Kwa hivyo nini ingredients, vipi viungo vya kuwa na ndoa yenye furaha? Nataka kurudia tena leo maneno ninayoyasema kila siku. The worst prison for a man to be in is the prison of being with a woman you don't love. Kwa hivyo ikiwa unataka freedom ya kuwa utakuwa na maisha yenye furaha, maisha tamu, maisha hai, basi ni lazima ujilazimishe kumpenda mke wako. Na ndugu zangu, kumpenda mke wako si kwamba unamfanyia fadhila yeye. Saikolojia inasema kumpenda mke wako unajifanyia wewe fadhila, kwa sababu yale mapenzi ndio yatakupa tumanina katika nafsi yako, utulivu wa kuwa wataka kutoka kazini mapema ufike nyumbani kwako kwa sababu ya wakati. On the word ingredient. Lazima ndoa iwe ni inspiration ya nyinyi wawili kuishi pamoja bila ya kuchokana. The beauty is not on the face of an 18-year-old girl. The beauty is not on the face of a 25-year woman. The beauty is on the wrinkles of the 50 and the 60 years wife. Every time you look at that wrinkle and you remember what you went through with her until today, mnapokea wajukuu pamoja, it's beautiful. Na wakati mnazungumza mnakumbushana mulivyokuwa mkigombana, mulivyokuwa mkikimbiana, mulivyokuwa. That's what is called beauty. Kwamba ukiziona zile wrinkles za mke ambaye umeishi naye kwa miaka 40, that's the beauty of marriage. Sio kuwa wa leo kuacha kesho, sio kuwa wa mwezi mmoja kuacha mwezi mwingine, mwaka mmoja. La, ni ule uvumilivu mpaka mwisho, munaonana how gracefully you are submitting to the old age. Bwana Umari ilikuwa ni mjombangu, alikuwa mgonjwa kwa wakati fulani. Siku hiyo mzee Umari maskini akaamka na kilio kuanzia baada salatu fajri mpaka watu wakaingia wasiwasi. Kwa hivyo sisi wajukuu zake tukamuuliza, Bwana Umari, shida nini Sheikh? Mbona walia hivyo? Akanambia, mwanangu, mwezi wa 6 huu Bi Amina hulala na wayukuze, nami hutamani lile joto la Bi Amina. Ba Umari, we ni mgonjwa. Ba Umari, we ni mtu mzima. Ba Umari, Bi Amina atakukuzungua hawezi. Sasa tutamwatiae Bi Amina chumba, twende tukalale chumba kingine. Akasema yeo nataka Bi Amina alale na mimi. Subhanallah azza wa jalla. Kwa hivyo tukamrai Bi Amina. Bi Amina akasema, mwateni huyo mtu mzima amepiswa, msinisikilize, mwateni, mimi hataki kuingia chooni usiku, tamsaidiae. Tamsaidia vipi mimi huyu mtu mzima? Tukamwambia, utaingia motoni Bi Amina. Huyu mzee Umari aweza kufa yeo ukaingia motoni wewe, basi yeo utalala tu kwa Bi Amina. Naam. Sasa mimi nikamuuliza Bwana Umari, sasa huyu Bi Amina akija utamfanya nini? Akanambia, angalau nitamwandika mkono tu. Ndugu zangu, inspiration plus perspiration takes you to the beautiful destination. The ingredient ni kwamba unakuwa na power ya negotiation. Let's speak reality for a while. When you are young, your handsomeness must mesmerize your wife because you look good. But when you reach my age, it's no longer the face, it's now the pocket. So don't joke with your economic progress. Kwa sababu utotoni ni yale ya macho yako mazuri, nyele zako nyeusi, lakini ukisha kuwa sasa unafanya panel beating kila asubuhi,
angalau ule uso ukae mahali unapostahili. Lazima kuwe na kitu cha ziada cha kumuinspire, kunegotiate kwamba you can't do without me. Where will you go without me? How will you survive without me? Where will you get the warmth I am giving? Ile ni kitu muhimu sana. Ingredient ya tatu ni kwamba kumbuka, no gain without pain. Kwa hivyo ni lazima mara nyingine uwe utavumilia yale mazito, kwa sababu wewe ulilelewa mahali tofauti na yeye amelelewa mahali tofauti. Mmekuja kukutana mkiwa watu mwenye orientation tofauti tofauti. Sasa mtaziunganisha vipi ili muwe kitu kimoja? Ndugu zangu, kwa sababu ya wakati, ni muhimu sana kuwa realistic na ile relationship yenu iwe ni nzito. Ndugu yangu na mwanangu Sheikh Zaid, the girl you are marrying is not your sister. The girl you're marrying is your wife, though she's your cousin. Don't joke when it comes to romance, because that's the only thing a girl will leave the father for a husband. Am I right? Yeah. Maybe the father is richer than the husband. The father has a bigger house than the husband. The father has abundance than the husband, but why is she coming to the husband? Kwa hivyo inakuwa muhimu sana kuprovide what that girl has come to look in the life of the husband. Ingredients, ndugu zangu, ni kuwa excited from the first day to the last day. Every day lazima uone kitu kipya katika maumbile ya mke wako, uone kitu kipya katika maumbile ya uhusiano wako, uone kitu kipya ambacho kitakupa excitement ya maisha yako. Ndio Bwana Mtume kasema, kabla hamjaoana angalau tafuteni fursa ya kuonana, pengine ni mato yake atakao kuvutia. Rafiki yangu tulisoma Nigeria pamoja na Sheikh Hamad, alikuja kunitembelea akanambia, huku pwani kuna mabinti wazuri wazuri, naomba Dr. Mujahid uniozeshe na mimi mmoja. Nikamwambia, Sheikh, sasa tutaanza safari ya wewe kuchagua, kwa sababu mke uchaguliwi. Akanambia, lakini ninasikia kuna mahali paitwa Mambrui, na huko Mambrui there are so many beautiful girls. Akamwambia, ni karibu na Malindi, we'll go in the evening. We drove to Mambrui. Tukenda baharini, watoto wanacheza mpira. Katika kucheza ule mpira, yule bwana akaangalia akamuona kijana ambaye alikuwa mfano wa Nabii Yusuf. Kwa hivyo akanambia, Dr. Mujahid, I've seen a wife. Where? I've seen a boy here who is very handsome. If the boy is handsome like that, the sister must be amazing. She must be very beautiful. I said, wow, let's go for her. Tukauliza, tukaambiwa ni kweli huyu kijana ana ukhti yake. Kwa hivyo tukenda ile nyumba, bahati nzuri ni nyumba ninayejua, watu tuliosoma pamoja, mambo yakawa rahisi. Tukazungumza, siku ya pili tukaja kufunga nikaha. Ile yule bwana atapata mke kwa haraka, kwa sababu hana muda mrefu wa kukaa hapa Kenya. Kwa hivyo tulipokwenda Mambrui kupeleka bwana harusi, sijazungusha gari na muona bwana yaja mbio. Namwambia, vipi Sheikh, mbona utakunabisha? The sister is the opposite of the brother. Ndugu zangu, you have to see something. Sheikh Zaid, have you seen that thing that will make you rush kukimbia kule nyumbani? Ni tabasamu lake, ni matavu yake mekundu mekundu kama ya Aisha radhiallahu anha, ama ni urefu wake kama Ummu Habiba, ama ni uchangamfu wake kama Ummu Salama ijapokuwa ilikuwa ni mtu mzima, ama ni msaada wake kama alivyokuwa Khadija kwa Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. The ingredients. D. Never stop dating your wife. Never, you hear me? No matter how old you are, don't stop dating your wife. There must be in a week an hour which is secluded, kwamba hii ni date ya mimi na mke wangu. Mwanafunzi nimemfundisha miaka mingi, kampenda binti ya watu, kamfanyia kila aina kitu cha kumvutia na yeye ampende, na binti akampenda, harusi ikafanywa. Baada ya miezi 6 yule binti ananipigia simu, Doktor, Ustadh, there's a problem in our marriage. What's the problem? Anasema, huyu mwanafunzi wako hanipeleki tena outing,
Huyu mwanafunzi wako hanunuli tena shawarma. Huyu mwanafunzi wako hanletei tena ice cream. Huyu mwanafunzi wako hanambii tena I love you. Hatari hiyo. Kwa hivyo nikamwita mwanafunzi wangu ofisini, nikamwambia, vipi Muhammad, what is the problem? Akanambia, wewe profesa, mimi nafikiri ulikuwa unsoma saikolojia na filosofia na sociolojia, kumbe wewe hujasoma. Nikamwambia, kwa nini mwanafunzi wangu, what's the problem? Asema, ulisikia lini samaki akishakutiwa kwenye kikapu akapewa tena chambo? Don't ever stop dating your wife. Every day must be like the first day. Every day there must be honeymoon somewhere, ili kurejuvenate ile relationship yenu, kwa sababu ya wakati. The ingredients, I insist, Sheikh Zaid insist, Sheikh Zaid insists that your marriage must work. You insist that it must work. It doesn't matter how hard, how difficult, how complicated, it must work. It must work. And that's the beauty of getting married. It must work. Hakuna ufunguo, hakuna kufuli isiyokuwa na funguo. Otherwise, kama kufuli haina funguo, haiitwi kufuli. Amna. Kwa hivyo kila challenge, kila shida, kila taabu iko na suluhisho lake. The ingredients. Navigate through, ili kusudi utafute kile cha kufanya tofauti, ili mkeo awe ana expectation kila wakati, kila mwezi, kila mwaka, and in that way una renew commitment yako katika ile marriage. Ndugu zangu, marafiki watatu walikuwa wakinywa chai hapa Blue Room. Wawili wameoa, mmoja hajaoa. Yule ambaye hajaoa akashangaa kwa nini wale wawili they spend a lot of time at Blue Room instead of going home to take tea. Wale wawili wakamwambia, ngoja mpaka na wewe uoe. There's no need to rush to give you the answer. You will get the answer yourself. Yule bwana kaoa. Baada ya kuoa wiki ya kwanza akawa kafungate, atoki ndani ya nyumba, leso kwenda tu. Baada ya wiki ya pili, amejoin club. Zaid, don't join the club. Hamna mahali penye utulivu kama nyumbani kwako na mke wako. Kwa hivyo spend quality time with your wife. The money you give her is not enough. What is important is how much do you spend time with her. Na vipi utatumia wakati wako mzuri na mke wako. Mara nyingine usije hata msikitini, sijui kama Sheikh Hamad atanikaribisha hapo. Pray with her at home. Now, pray with her, as my mother, Dr. Aisha Alemu, told me one day, say it loudly, ili mke yako asikie wamwombea nini. Ya Allah, huyu mke wangu, the apple of my eye, the eyes of my heart, the energy of my body, the promise of my future, the confirmation of my nature. Where there is no puncture, we must put structure. This woman, niangalilie kwa sababu ndiyo maisha yangu. Ukiomba dua kuhusu ndoa yako, iombe kwa sauti, mke yako asikie. Kwa hivyo mnaswali pamoja, mnaomba dua pamoja, na mara nyingine mwite Nana Zainab, wallahi Mwenyezi Mungu kakuumba wewe kwa sababu yangu tu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mimi ni kama kawa, mambo yako sawa. Ndugu zangu, nataka kumaliza kwa kusema, tukichambua ndoa zetu tutaweza kuziinua. Tukiziinua ndoa zetu zitatufanya tuwe watu wenye murua, na litakalo litakuwa na maisha itakuwa poa, kwa sababu hilo ndilo lililo sawa. Wabillahi tawfik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.